Nimeshachukua hela ya posa. Sio, unanielewa? Masuala ya kusoma hapa hakuna. Wewe unataka tuendelee mambo ya michango kila siku, michango. Lakini baba, nimeshachukua hela ya posa nimekuambia, na sasa hivi natoka. Kwanza ngoja nije hapa, natoka. Naenda zangu kwenye nipo tayari. Mimi nikisema kitu nimeshasema. Huyo ameshapata jibu, hela nimeshachukua. Lakini mume wangu, hakuna 30 mume wangu. Wewe sasa tuendelee kutoa michango, tutule michango kila siku. Kila tukienda michango. Hapa tunaenda na budget. Shika buku hapa, sijui utanunua bamia, sijui utanunua nini. Mimi naenda zangu kwa mama nani kule. Shule. Siolewi bado nasoma, mina ndoto na elimu yangu, sikubali kuolewa. Mungu wangu niongoze kwenye hili, maana naona ni mtihani kwangu kuolewa. Sio kweli, la la la, la la la, sio leo. Siolewi bado nasoma, mina ndoto na elimu yangu, sikubali kuolewa. Mungu wangu niongoze kwenye hili, maana naona ni mtihani kwangu kuolewa. Sio kweli, la la la, la la la, sio leo. Sio kweli, la la la, la la la, sio leo. Sio kweli, la la la, la la la, sio leo. Karibu mwanangu. Sio kweli, Mbona kinyonge? Vipi, kuna shida yoyote? Nenda kague sali. Chakula kipo mezani. Nenda kula. Sawa. Salamu. sio leo. Nimekuja mtihani. Kila na imani kupitia huo mtihani nitafaulu. Na nikisha faulu, nitahakikisha mamangu na kupambania. Siwezi kuacha kinyonge. Mwanangu, najua sana unapenda kusoma, ila babako ameshapokea posa. Nini? Hapana mama, mimi nahitaji kusoma. Nahitaji nifaulu. Na mimi na ndoto zangu. Nahitaji sasa kuacha shule alafu niolewe. Unaniambia vipi niache shule? Sio mimi.
Anasemaje huyo mwanangu? Baba, siko tayari kuacha shule. Sio hapo. Mimi nimeshachukua hela ya posa. Masuala ya kusoma ndio nini? Unataka tutoe michango tu kila siku michango tu. Lakini mume wangu mtoto anataka kusoma. Mbona unamfanyia hivyo? Nasema hivi. Unataka kukatisha ndio. Nimeshachukua hela ya posa. Huyo masuala ya kusoma basi, michango mimi nimechoka kutoa michango. Mimi nikisema kitu nimeshasema. Huyo ushapata jibu hela nimeshachukua. Lakini mume wangu. Hakuna 30 mume wangu. Wewe sasa tuendelee kutoa michango, tutule michango kila siku. Kila tukienda michango. Hapa tunaenda na bajeti. Shika buku hapa, sijui utanunua bamia, sijui utanunua nini, mimi naenda zangu kwa mama nani kule. Shule. Ai, maisha mimi nishachoka. Tonyata wake. Nina ndoto nalia. Kuna nini? Niambie. Sikubali kole. Chana kutoka shule. Nimefika nyumbani. Kamkuta baba. Tena niambia niache shule. Rafiki yangu, baba kafikia huko. Nasitoshe. Bali ameshakula. Jamani Mungu wangu. Pole sana Ivone rafiki yangu. Wewe bado ni mtoto mdogo. Baba kafikia huko, pole sana. Mimi cha kushauri tu rafiki yangu. Nenda dawati la jinsia watakusaidia. Mimi babangu mbishi. Hapana. Kule unaweza kuelekeza vizuri na babangu akaelewa. Ataelewa tu rafiki yangu, usijali. Mwelekeze, basi achukulia. Pole sana rafiki yangu jamani. Msilie. Sawa. Wacha tu niondoke. Maana kitu changu hakiko sawa. Sawa. Mimi mama kaniambia niwashe moto hapa ningekusindikiza rafiki yangu. Pole. Sawa. Sawa baadaye. Sawa. Mungu wangu niongoze kwenye hili, maana naona ni mtihani kwangu kuelewa, sio kweli. Mama Ivona? Mama Ivona? Ulilala? Hapana. Maana wewe kulala. Asante. Na wageni huko. Nyuma. Nashukuru Mungu. Mara ni salama. Salamu daima. Kwa mshikamoo. Kushinda. Bila kuchelewa.
hajarudi shule. Rudi shule. Sasa zake huyo ndo alikuja kumwangalia. Huyo ndio mume wa Ivona. Ndio. Kwa nini mtoto anataka kumkatisha ndoto zake? Hayakuwa mtoto bado anataka kusoma. Lakini mama Ivona, kumbuka mimi hela ya posa nimeshachukua. Na isitoshe ndio anasoma. Umri wake ni mkubwa. Alafu juzi tu hapa juzi tulikuwa na kikao michango. Kila kikao michango. Mume wangu, hivi hiyo michango mimi sina kusaidia? Yaani kulima kibarua hapa nikakusaidia mchango wa mtoto shule? Hata kama ukanisaidia. Wewe kijana, hebu nijibu swali langu. Ingekuwa mwanao au ingekuwa dada yako ungejisikiaje labda? Mama Ivona, mimi ndio mume wako. Na mimi ndio mwenye sauti hapa ndani. Karibuni. Ivona. Karibu. Salama, habari ya karibu. Karibu sana. Salama, karibu. Karibu bana, hatuna siti. Maisha yenyewe ndio hayo. Maisha ndio hayo, vitu tu inatushinda hapa. Baba, naweza kwenda kuzungumza naye pembeni? Wewe shika adabu yako. Kuna mgeni amekuja hapa. Uone kama amekuja na mwalimu wake. Mbona unataka kuniaibisha, inakuaje? Haya, tuendelee. Mwalimu karibu. Asanteni sana. Unajua huyu binti mimi nilikuta kanaelekeza baadhi ya vitu. Nilijua kama ananiongopea, lakini kwa haya nayoyaona hapa ni dhahiri kweli nyewe wazazi mnakosa nidhamu. Sasa ongea wewe mwalimu. Kwa michango ipi ambayo inaweza kusababisha mtoto asisome? Mzee, hizo taratibu ambazo unazifanya ni kinyume na sheria. Na iwapo nitafikisha serikalini hizi taratibu, hizi taarifa hizi, utafika sehemu mbaya. Mimi kwa sababu nawafahamu ninyi, naomba nisikilize kijana. Bila shaka kijana mwenyewe ni huyu. Ndio. Kijana, unaenda kuyatengeneza matatizo yako mwenyewe. Usidhani kuwa wazazi wakisharuhusu kwamba serikali itakaa tu kimya. Huyu ni mtoto wa taifa. Huyu ni mtoto wa serikali. Hata kama wazazi wameruhusu, na kuheshimu sana. Kama unataka nichukue hizi hatua ili ukae sehemu mbaya, sawa? Lakini mimi kwa sababu mimi nawafahamu, ndio maana nimekuja kistaarabu ili tuweze kuzungumza. Sasa fadha, mimi nimekueleweni, si ndio? Lakini ile ni pesa na mimi niliitafuta kwa nguvu. Bila sawa, haina shida. Isifikie huko. Mwalimu, mimi nimekuelewa. Baivona, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Hela watu umekula, utalipa. Maana nilipokuwa naongea mimi, ulikuwa unanichukulia mimi mzembe. Sasa baba, kazi kwako. Twende mwanangu ndani. Hebu sikia. Ina maana yetu. Mama Ivona. Siolewi bado nasoma, mina ndoto na elimu yangu, sikubali kuolewa. Mungu wangu niongoze kwenye hii